wangu apate kunitumikia badala yako katika vifungo vya Injili. Lakini sikutaka kutenda neno lolote isipokuwa kwa shauri lako, ili kwamba wema wako usiwe kwa lazima, bali kwa hiari. Maana labda ndiyo sababu alitengwa nawe kwa muda, ili uwe naye katika milele. Tokea sasa si kama mtumwa, bali zaidi ya mtumwa, ndugu mpendwa kwangu mimi sana, na kwako wewe zaidi sana, katika mwili na katika Bwana. Na Mungu abariki maandiko. Na Mungu ni mwaminifu, kwa sababu tangu on Monday Mungu ametupa neema kupata wachambuzi wa Bible tangu Jumatatu walipoweka foundation, wakaweka msingi, wamefanya exposition ya kitabu cha Jeremiah. Wengine waka expose the theme ambayo ni the vessel of honor, ama chombo cha heshima. Nami Bwana nipe neema tena wakati huu, maana sitakuwa Bible teacher ama sitakuwa Bible expositor. Leo nikusaidie nikuonyeshe matumizi ya chombo, alafu ikiwezekana nikuonyeshe faida za chombo, alafu tuombe pamoja usiku wa leo, na Bwana wa neema atatubariki sana. Amen. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe usiku huu nataka ni base sana kwa ujumbe, sita base kwa maandiko ya Jeremiah, nataka ni base kwa theme, maana theme ikiletwe ina context pana ambayo inahitaji ufafanuzi wa ndani, ili anayelitoa neno na anayelipokea neno wapatane kwa njia moja, ili anayelipokea apate kuelewa maana ya jambo kuu ama ya neno ambalo limesomwa. Kwa hiyo mara hapa Mungu anipe dakika chache niongee about being a usable vessel again, yaani kukuwa chombo cha matumizi ama cha kutumika tena. Sababu niseme hivi, ninarifaa kwa Jeremiah 18, wakati Mungu anasema na Jeremiah anapomwambia ondoka, enda katika nyumba ya mfinyanzi. Jeremiah hapo ni kufanya mtihani aone kazi ya mfinyanzi aandike remarks. Hapana, context ya Mungu kwa nyumba ya mfinyanzi ilikuwa ni kwamba anarifaa kwa taifa la Israeli, watu waliofananishwa na dhahabu na sasa wamebadilika, wanakaa kama kazi ya udongo ya mikono ya mfinyanzi. So the main context in Jeremiah, Mungu ana base kwa wana wa Israeli, bali si vyombo vya matope au dhahabu na vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nipe nafasi nikuhubirie kidogo. Sema amen. Amen. Being a vessel of honor again. I'm coming back as a usable vessel. Tumesoma Philemon na hatuwezi hubiri theme ya vyombo vya heshima pasipo kutaja wale individuals ambao katika Bible ambao Mungu sometimes wanasema came a time that God he uses ordinary men and ordinary individuals to accomplish his purposes, ama to accomplish his ministry, ama message ambayo Bwana alitaka ifike, kama ni Nineve, kama ni Thessalonike, kama ni Safina, kama ni Mutaika. Mungu mwenyewe hangekuja, anatafuta chombo, anaweka ujumbe ndani. Nimesema siongelei matope, ama siongelei sahani, ama vyombo vingine, hapana. Naangalia chombo ambacho hakikufanywa na mikono ya kawaida, kilifanywa na Bwana mwenyewe. Chombo kama hiki Onesmo, wanasema Bwana saa zingine anatumikia vyombo vingine, vitu ambavyo havina heshima, anaviinua na kuweka juu, yaibisha vitu wenye heshima. Unipate vizuri, nasema Bwana anainua vyombo visivyo na heshima ili kuaibisha vyombo vyenye heshima. Na hiyo ndio kazi ya Bwana. Unaposoma Bible, wanasema Mungu saa zingine alikuwa anainua watu ambao ni useless, wamekosa maana kabisa, wamekosa ubora, hawana faida tena. Wanasema
Sema amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kajamaa kalikuwa ni chombo kakiwa kwa nyumba ya mtumwa wake ama bwana wake Filemon, na kanapofanya makosa ya Onesimo akiwa kwa Filemon kakafanya makosa, kakakosa ile freedom ya kuwa mtumwa, wanasema kakaharibika kwa mikono ya Filemon. Mhubiri alihubiri akasema kuna vyombo vingine vinaharibika kwa mkono mfinyanzi, lakini kinapoharibika wanasema akitubu nje kinatengenezwa tena, kinatengenezwa tena. Yesu akutengeneze, Yesu akutengeneze, Yesu akutengeneze, Yesu akutengeneze. Haleluya. Sema amen. Praise the Lord. Yesu asifiwe. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu isome. Sasa Filemon akaona, unajua Filemon anasema despite being a master in the house, Filemon was a pastor. Maana kwa nyumba ya Filemon alikuwa anakutanisha watu kwa maombi, alikuwa anakutanisha, licha alikuwa na watumwa wafungwa ni sawa, lakini akawa ni mkuhani, ni pastor, akawa anakutanisha watu katika nyumba yake. Wanasema Onesimo akiwa wakati watumwa, Onesimo akatake advantage ya bwana wake, kwa sababu wanasema Filemon alikuwa ameokoka. Kuna watu wengine ambao wanatake advantage kwa sababu wewe ni pastor, wanatake advantage. Maana wewe ni director, wanatake advantage. Naleta habari njema leo, naleta habari njema leo kwa mikono ya Bwana, kwa mikono ya Bwana. Yesu akutende kitu. Sema amen. Haleluya. Wewe haleluya. Nimukana haleluya. Nimukana haleluya. Mtendo haleluya. Takatifu. Sema amen. Praise the Lord. Sasa Onesimo anatake advantage kwa sababu bwana wake alikuwa ameokoka. Kuna watu wengine pastor wanachukua advantage kwa sababu mtu ameokoka, wanaamini hautawafanya kitu. Hata akiwa ni mshirika kanisani ama ni kiongozi church, anaweza take advantage kama pastor, hakuja kufanyia mchezo ni kuchezea. Maana najua pastor hautamfanya kitu. Hii ndio tabia Onesimo alifanya kwa mikono ya mtumwa ama bwana wake Filemon. Kwa hivyo Onesimo akiwa kwa Filemon akaharibika. Onesimo akiwa kwa nyumba ya bwana wake Filemon akaharibika, akastahili adhabu, akastahili kifungo, akastahili afukuzwe. Hivyo ndivyo Adamu na Eva wakiwa kwa shamba la Edeni wakateka advantage ya Mungu, wakafanya makosa, wakamizimia mbele za Bwana. Yesu akawaachilia, ama Bwana akawaachilia, wakatoka Edeni, hawana faida tena, hawana maana tena. Yesu akawaacha. Kuna watu wamewachwa hapa, kuna watu wamewachwa. Naleta tumaini, naleta tumaini. Sema amen. Praise the Lord. Unapatana kweli? Unapatana kweli? Kuwa chombo cha maana tena, ama kuwa chombo cha heshima tena. Onesimo akapoteza ile value ya kukuwa slave kwa nyumba ya Filemon, akakosa kuwa chombo cha baraka kwa nyumba ya nani? Ya Filemon. Kuna vyombo vingine makanisani hatuwezi kuvitunza. Kuna vyombo vingine church vinakosa faida, vinakosa maana, hatuwezi kuvitunza mpaka vilete tabu. Hapana, hapana. Mungu aliachilia Adamu, Mungu akaachilia Hawa, wakatoka wapi? Edeni. Sema amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Unapata haya maneno? Yes. Unapata hii kitu kweli? Sema amen. Sasa Onesimo akaachiliwa. Sasa hana faida. Anapatikana prison. Na anapoenda prison sasa anapatana na mzee wa imani anaitwa Paul. Matio Paul alitumikia
hakutumikia kutengeneza Onesimo, hakutumikia matirio wengine yeyote kama ile kazi mfinyanzi wa udongo. Hapana, kitu ambacho Paul alihitaji arekebishe Onesimo, kitu ambacho Paul alihitaji arekebishe kijana aliyepotea, kijana aliyekuwa mwizi, alihitaji neno la Bwana, alihitaji neno la Bwana. Onesimo alihitaji neno, Onesimo alihitaji ahubiriwe, Onesimo alihitaji ahubiriwe. Natangaza habari ya neno, natangaza ujumbe wa neno, natangaza ujumbe wa neno, naleta neno flyover, naleta neno flyover. Neno litembee, neno litembee, neno litembee. Haleluya. Tunahitaji neno for us to be back in usability as vessels of honor. We need the word of God. Ilibidi sasa Paul wakiwa na Onesimo gerezani, ilibidi Paul aanze kuhubiria nani? Onesimo. Ilibidi sasa apply neno, aambie Onesimo, Onesimo sikia, hata kama ulikuwa haufai, hata kama ulikuwa hauna maana, hata kama ulikuwa ndani ya nyumba ya Filemona ukafukuzwa ukatoka, ulikuwa ni chombo kizuri, lakini sasa umeharibika. Ulikuwa unaweza tumika, lakini sasa huwezi. Akamwambia kwa mapenzi ya Bwana, akamwambia kwa nguvu za neno, Onesimo hautabaki pale. Akamwambia Onesimo hautabaki pale. Akatumikia neno, aka-apply neno. Onesimo akaanza change, Onesimo akabadilika kwa nguvu za neno. Ambia mwenzako neno. Ambia mwenzako unahitaji neno. Ambia unahitaji neno. Wewe kwa chombo kizuri. Wewe kwa chombo cha heshima. Unahitaji nini? Neno. Unahitaji nini? Neno. Unahitaji neno. Sema amen. Amen. Haleluya. 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 Sema amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Onesimo angehitaji ndani ya gereza aanze kupigwa, aanze kuhubiriwa, aanze kuambiwa ujumbe wa mbingu, aanze kuletewa habari njema ya kwamba Onesimo, dunia haina faida. Akaambia Onesimo, dunia haina faida, ya dunia itapita, lakini neno peke yake litasimama. Angalia Paulo akiwa gerezani, analeta neno mbele za Onesimo, anabadilisha, anatengeneza, anapiga maisha yake tena. Usiku wa leo, asubuhi ya leo, pokea neno, pokea neno, pokea neno, pokea neno, pokea neno, pokea neno. Haleluya. Tunahitaji neno. Sema amen. Na hiyo ndio shida ya church ya sasa. Ikifika saa ya neno, watu wapendi neno. Hiyo ndio shida ya church ya sasa ya kisasa. Watu wapendi nini? Neno. Sema amen. Asante pastor. Barikiwa sana. Kazi. Asante pastor. Sema amen. Afanye ujinga. Praise the Lord. Hapo sawa sawa. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Kuna jambo limeharibika, lakini kwa neema ya Bwana, kwa neema ya neno, litatengenezwa tena. Amen. Unaweza shangaza zingine Mungu anatumikia vyombo vingine, wapendwa, vyombo ambavyo havina heshima kabisa, vyombo ambavyo havina maana kabisa. Kanisa, wacha nikwambie, Mungu hawezi tu mtu sehemu za Chavukami amlete hapa Nairobi akuje bure. Hapana, yeye ni chombo, amebeba ujumbe. Yeye ni chombo.
Haleluya. Nyanga ini Nyasaye amachinga vyombo vitetelele umbima. Yaani vyombo vibuna ho. Vile venye havina heshima. Vile venye havina maana kabisa. Hata ukikaangalia kana kama mkebe, kana kama kitu kamekwisha. Lakini ni chombo, ni chombo. Ni chombo. Sema amen. Amen. Yesu so. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Inaitwa chombo. Collins. Unajua wewe ni chombo. Ndio maana tukiomba mnaambiana Mungu mtumikie kama chombo. Kulete nini? Hawa ni vyombo, si ndio? Hawa ni vyombo. Na nyinyi? Na nyinyi? Levae. Hawa ni vyombo. Na nyinyi? Hebu fikiria tena. Hawa wachungaji ni vyombo, si ndio? Hawa ni mitume. Si vyombo. Ninyi ndio vyombo. Hawa si vyombo. Paka hivi. Mnasemaje? Mimi nauliza. Hii ni nini? Hii ni haleluya. Hawana uwezo. Hawana uwezo. Nasema hawana uwezo. Wapende wasipende, wakubali wakatae, wapende wasipende, kama ni watoto wa watu wamefanya hiki chombo kinalia machozi, wamefanya hiki chombo kinalia machozi. Neema inene leo, mbingu zinene leo, mbingu zinene leo, mbingu zinene, mbingu zinene, mbingu zinene. Sema amen. Yuka haleluya. Wewe unashangaa mbona unafanya kazi hauoni faida ya kazi? Unakaa hii Nairobi, unateseka, unahangaika, hata ukipata mshahara mahali pengine enda huwezi jua. Unakaa na watoto wanakuwa ni wagonjwa tangia Januari hata Disemba. Pesa zako ni madawa, pesa zako ni matibabu. Kumbe kuna mkono wa mtu unachangia chombo kinapitia mateso. Kuna mtu mahali mkono wake unachangia hiki chombo kinahangaika. Yesu atupe neema, Yesu atupe neema, Yesu atupe neema, Yesu atupe neema.
matatizo, mnapitia mashaka mbalimbali katika maisha. Uko na familia la wahuha asubuhi, wavironi nyumba yao. Uko na kuna bila ya jua tena mshirikano. Ya haka unyasi mshira. Yeye uko yana utango. Yeye uko yana uondoka. Ana na wanahana. Waweza mara tunambaso. Ana na wako yana. Wale kwa kiombo vibaya. Wale kwa mama bila heshima. Kwa sababu mkono wa mtu. Kwa sababu ya kiza. Natamani jioni ya leo. Natamani asubuhi ya leo. Natamani Yesu atembee. Nataka Yesu afanye msako. Popote ulipoweka. Popote ulipokushika. Walishika maisha yako. Walishika ndoa yako. Walishika maisha yako. Walishika ndoa yako. Walishika maisha yako. Walishika ndoa yako. Leo tunaletea. Leo tunaletea. Leo tunaletea. Leo tunaletea. Leo tunaletea. Toka makaburini. Leo tunaletea. Toka makaburini. Leo tunaletea. Leo tunaletea. Leo tunaletea. Leo tunaletea. Hapa kwa moto. Leo tunaletea. Tumetumika vibaya. Tumetumiwa vibaya wapendwa. Watu wamesababisha watoto wetu ndio wanatumika. Hao ndio wanachimba makaburi, wanapewa kuku usiku. Hao ndio wanachimba makaburi, wanapewa pombe kikombe. Watoto wetu wametumika, si kupenda kwao. Wazee wengi wameharibika, wazee wengi wameharibika. Wamekaa kama Onesmo, wamefukuzwa toka nyumbani, wamekaa magerezani, wamekaa magerezani, wanakaa na mapepo, wanakaa na miroho, wanakaa na sehemu ya kiza. Leo hii tunakataa, hatukai huko tena, hatukai huko tena, hatukai huko tena. Nasema tunarejea, nasema tunarejea, nasema tunarejea. Haya rejea, haya rejea, haya rejea, haya rejea, haya rejea, haya rejea. Haleluya, 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 haleluya. Yesu ahole shindu. Yesu ahole kindu mama. Bili koko kwa rumika. Kwa shomo shukukinga zi pressure. Ulimudusa hamino. Na wachinga zi pressure. Wachinga zi alpha. Wewe si chombo cha kupenda magonjwa kama hayo. Wewe si chombo hicho cha kupenda magonjwa. Wewe si chombo cha kupenda magonjwa. Yesu alituumba na kwamba tumwabudu. Nataka asubuhi ya leo masaa kama haya, wewe uliyefungwa, wewe uliyekamatwa, wewe uliyenaswa, kombolewa, 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 kombolewa. Haleluya, haleluya. Yesu atende kitu. Nikuomba sana Mungu. Natamani kuomba na mtu asubuhi ya leo. Wewe unahisi ya kwamba mwili wako umetumika vibaya. Watoto wako wametumika vibaya. Nani alisema watoto wetu watakuwa tumende? Nani alisema watoto wetu watafanya tu kazi ya nyumba? Nani alisema hiyo? Mama uko na humanya. Ulimlitema yusaranga. Na mudwali ya mduhana humachina. Mudwali ya humahika akoniho. Anaongelesha nyoka yake. Anaongelesha mikana zake. Amole mama Florence. Shaka sapa. Amole mama Flora. Shaka sapa. Ana mawane. Akasa pale. Leo tunatoka nje. Leo tunaletea. Leo tunaletea. Leo tunaletea. Leo tunaletea. Haya letea. Haya letea. Haya letea. Haya letea. Haya letea. Haya letea. Biara byako. Zikibo zero zako. Shetani yako nazo. Shetani yako.
Shetani ahokomera. Timbazi ziweho. Yasaye. Alongaruya byoko. Nengalonge limenyamino. Nengalonge limenyamana wowo. Hakuna kuteseka tena. Hakuna kuhangaika tena. Hallelujah. Jesus. Ninakusana kwa attitude. Ninakusana hapa kuangalia vile vitu vinafanyika. Hiyo wako shamba waki katitabu, waki katishika. Apana kuanza kukanza bali basana hiyo ndio yanzi tawo. Ndio roho mkarakana attitude. Ninaanza bila mnaona. Yesu mkaanza Yesu bora. Mbele tumazi Yesu mtakaza. Ndio shamba shamba. Ndio chini wa tawala mshisumbi. Atoma nikambanza kati na hizo mlijana yake. Nako majina mbele, nako shizuni, nako likiwa Ega hutende lititamba Nazaika apema, nisodamba Nasi nalipenda shukrani, maroi kanja kaikala Nako itibiti, mema hona kanja dagoa Ani matenda, tena manasira, manu wate Ani mchumana sharaha, nako mbahutalata Hainaona mala mamurama, Yesu alipekase, uola ite Wito pere timba basi Nina usana hunina atititi, Nika chache sana Tukiona hapa hata kama ni 1 minute, lakini wanene tu Bwana niko hapa. Yesu Bwana, Yesu nakase. Hakubera sinabazi, mlichele yake baba. Mami waje mnyanduna. Kama ni huni mambo, nifanye tizama. Setani yangu, yenye ni sura imani. Nifanye tizama. Nifanye na kumira.
Ubere zimasi. Ubere zimasi. Ubere zimasi. Ndio huna msalaba. Nataka dole ukiomba tu hata kidogo. Yesu akaambia wanafunzi, ombeni tu hata dakika moja peke yake, ili msiingie katika majaribu. Maana ya usahara, kichana na usahara, ambaye na usahara. Bwana Yesu ni hapo. Bwana Yesu amefanya. Bwana Yesu amekaza. Yesu mtakase. Yesu mtakase. Yesu mtakase. Yesu mtakase. Yesu mtakase. Haya tunakuja.
Saboniye, Naholokaliza, Masarika Yesu, Analahokiza, Oniwanje Bosipewe, Naholaliza Moyo, Naholaliza Moyo, Naholaliza Moyo, Analahokiza Moyo, Naholaliza Moyo.